Yesu makofi kwa sababu tuko katika ibada. Ni vizuri kuanza mwezi na Mungu. Ni vizuri kuanza siku na Mungu. Ni vizuri kuanza mwaka na Mungu. Ni vizuri kuanza wiki na Mwenyezi Mungu. Ni vyema na ya kupendeza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa yote Mungu anaendelea kufanya ndani ya maisha yetu na ndani ya kanisa letu, na tunaendelea kuambia Mungu asante. Mungu afanye chochote by mistake. Kila kitu Mungu anafanya katika hekima yake, ni katika mema yetu. Bwana asifiwe sana. Na sio tu kwa kanisa, hata kwa maisha yako binafsi. Unapoweza kuona maisha yako binafsi vitu vinapoporomoka, usijue kwamba Mungu ameenda holiday. Haleluya. Mungu hayuko holiday. Unapopitia mambo mazito, unapopitia vita hapa na pale, unapopitia mawimbi hapa na pale, Mungu hayuko holiday wala Mungu halali. Mungu yuko kwa kazi. Haleluya. Mungu yuko kwa kazi. Kuna vitu anatengeneza kwako, kwa maisha yako, na wewe mwenyewe binafsi anakutengeneza. Labda kuna kapembe kamoja kinakaja katika, so Mungu atakuingiza katika laboratory yake ili kale kapembe kaweze kufanya nini? Kukatwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Pendwa, Mungu yuko kwa kazi. Haijalishi vitu tunapitia, haijalishi mambo iko vipi, God is still at the work. Haleluya. Biblia inasema katika Psalm 11 verse 3, Biblia inasema misingi inapoharibiwa, mwenye haki atafanya nini? Haleluya. God still is in his throne. Haleluya. Misingi yako inapoharibiwa, ile kitu ulikuwa unategemea, mtu ulikuwa unategemea anakugeuka, utafanya nini? Mungu bado yuko katika kiti cha enzi. Anafanya kazi akitazama mwanadamu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu. Tulianza nayo kazi ya sadaka. Haleluya. Najua watu wengi hawataki mahubiri ya sadaka. It is part of Bible. Prosperity, holiness, repentance, it is part of Bible. Offering, tithe, it is part of Bible. So lazima tuhubiri yote kwa ango yote. Tuhubiri dhambi, repentance, wokovu, na tuhubiri pia sadaka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tukasema hivi, Mungu kwa kutaka kutoa taifa la Israeli Misri, alileta mapigo 9 na hawakutoka. Lakini wakati pigo la 10 lilikuja, mwana kondoo akachinjwa. Biblia inasema wakapaka damu katika vizingiti. Ilikuwa ishara ya msalaba ya Kristo, kwa sababu walipaka hivi na wakapaka hivi, the sign of the cross of Jesus Christ. Mwana kondoo alipotolewa, pigo la 10 likaachiliwa, kwa sababu sadaka ilitolewa na Farao akazalenda. Na wana wa Mungu wakatolewa, wakatoka na mali mengi, wakaachiliwa kwa sababu ya sadaka ya mwana kondoo. Na sisi katika Agano Jipya, Yesu akajitoa kama sadaka, akashuka kuzimu, akafungua wale waliofungwa, akanyang'anya shetani kifunguo, akatoka na wale waliofungwa kwa kuzimu, akafufuka pamoja nao, akatembea nao katika Holy City, na watu wakiona yeye ndiye Elia, yeye ndiye Musa ule, wakitembea 40 days. Na Yesu kasema nimeshinda, nimeenda kwa Baba. Bwana asifiwe sana. Na tukasema sadaka
kazi yake namba 1, inaturejeshea kile kilichopotea, tulichopoteza, kile tulipoteza. Sadaka ya Yesu ikafanya nini? Ikaturejeshea. Kitu gani tulichopoteza? Tulipoteza authority, mamlaka tuliyokuwa nayo, uweza tuliyokuwa nayo. Kwa wewe kuenda vizuri, kwa wewe kusafiri katika maisha, kwa wewe kuendelea katika maisha, lazima operate na authority. Ukuwe na spiritual authority. Pasipokuwa na authority utashindwa. Na tukasema madhabahu mbili naongoza dunia, madhabahu ya Mungu na madhabahu ya Shetani. Na kila madhabahu yote inahitaji sadaka. Na wako wetu sasa, kwa madhabahu ya Mungu, kwa madhabahu ya Shetani. Bwana asifiwe sana. Ama unapewa mamlaka na Shetani, ama unapewa authority na Yesu. Ndio tatoboa vitu kunafanya. Na kuna wale wako katika hawako huko. Maisha yao ya yumba. Na Biblia inasema baraka ya Mungu ndiyo inatadirisha, haipatwe na uchungu yoyote. Wakati uko connected na madhabahu ya giza, kuna mahali utaumia. Kuna mahali wewe mwenyewe utajitoa kama kafara. Unapomaliza kutoa ndugu zako, dada zako, mwisho itakumaliza. Utapatiwa manyumba, lakini hiyo manyumba utapata usingizi. Utapatiwa mali, lakini hiyo mali utafurahia. Furaha itakuwa nao ukienda, ndugu yako akienda, watoto wake wakienda, mke wako akienda, furaha itakuwa nayo. But when you are connected katika madhabahu ya Mungu, unatoa sadaka zako, Mungu atakuinua, Mungu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Tunapokuja kwa Yesu, Yesu akatukomboa. Sadaka yake ikatukomboa kutokana na umaskini, kutokana na magonjwa, kutokana na laana. Unapompokea Kristo, umekombolewa, umefunguliwa na magonjwa, umefunguliwa na kila dhambi zote, umewekwa huru unapompokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kitu cha kwanza nakupatia, ana restore your soul, ana kurestore that authority ulipoteza pale katika shamba la Edeni. Bwana asifiwe sana. Na ni kitu ya maana to operate in authority. Musa akafanya namba 1 kutoa taifa la Mungu. Alikuta Mmisri akipiga Mwisraeli, akamuua. Alikuwa na idea nzuri, ikasababisha akimbie huko kwa Midiani. Na huko ndio akaenda kwa Jethro, baba mkwe wake, akakutana na Mungu katika mlima wa Horebu. Akaona kichaka kikiwaka, na akapewa authority, akapewa bakora, akapewa spiritual authority. Na hiyo bakora ndio ilikuwa inatenda miujiza na maisha. Tu akatoa sasa taifa la Mungu. Pasipo ile authority, angemalizikia hapo Misri, Farao angemaliza. Lakini Mungu alimpatia spiritual authority. Na ndio kitu kinatendeka katika maisha yetu. Tunapookoka, Yesu ana restore our spiritual authority. Hallelujah. Na ule aliye na authority ana mamlaka, ana uwezo ya kuongea jambo na jambo linatendeka. Halo. Bwana asifiwe. Ule anayopalete katika authority anaweza kuongea neno na neno linakukamata. Hallelujah. Marais wanaopalete na authority. Akisema nyumba iondoke na iondoka, kwa sababu anaopalete na authority. Akisema barabara inaingia hapa, inaingia hapa, anaopalete na authority. The king wanaopalete na authority. Akisema jambo inakuwa law, inakuwa sheria. Akisema uliwa, unauliwa. Parent, wazazi wako
operate in spiritual authority. Hallelujah. Sasa kwa kuongea jambo linakupata. Wachungaji wana operate in spiritual authority. Na wewe uliokoka uko na spiritual authority ya kukemea mapepo, ya kuombea wagonjwa na wagonjwa wanapona. Before God, there is no useless Christian. Hallelujah. Before God, there is no powerless Christian. Unajiweka powerless, unajiweka useless kwa sababu haujielewi. Lakini wakati unapopokea Kristo, umepokea spiritual authority. Unaweza kulazimisha mapepo kutoka na inatoka. Unaweza kuombea mgonjwa na anapona. Una uwezo ya kutuliza mawimbi katika maisha yako na inatulia. Yesu hakuogopa wakati alikuwa katika bahari, alilala. Mitume wakaogopa, mawimbi kapiga boti. But the man of authority alipoamka akasema, mawimbi tulia, nika keep quiet. The man of authority anaongea. Akaona mti alikuwa na njaa, aka-expect atapata matunda. Na akaambia huyo mti, from today hakuna atakula matunda kutoka kwako. Na mtu kakauka. The man of authority. Hallelujah. Nataka ni challenge wokovu wako. Nataka ni chimbishi imani yako. Ule Yesu uko naye is not a small boy ya kwenda mbinguni, nimeokoka leo. Yule Yesu uko naye ndani mwako anaweza kufanya mambo makubwa na wewe. Ukijielewa, ukijiamini. Bwana sifiwe sana. Kanisa linapoteza power. Wakristo wanapoteza power kwa sababu hawajielewi. But today I come to challenge you. You have that authority. Pambana. Speak to your situation. Itatulia. Speak to your problem. Nenea shida yako. Nenea matatizo yako. Kama kuna msela na kusumbua kwa familia, simama na authority. Ongea. Ataenda. Na kuangalia mtu anaweza kufa kwa sababu amana of authority anaongea. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hata nikutibishia katika maandiko. Luka 9 mstari wa 1 nasema hivi, akaita wale tena sana. Akaita wale 12, akawapatia authority, nguvu na uweza ya kufufua wafu, ya kuponya wagonjwa, na akawarelease. Hallelujah. Na ule Yesu alipatia wanafunzi power, nguvu na uwezo. Ndio ule Yesu tumemwamini. Ndio ule Yesu ametuokoa. Hakujakuwa Yesu mwingine. Ule Yesu alienda na Peter, ndio ako na sisi, ndio tunamwamini. Ule Yesu alikuwa na James, ndio tuko naye. Hata Yesu akupatie nguvu na mamlaka leo katika jina la Yesu. Kale kamcheo kanakusumbua, kale kamganga kanakusumbua, kakikuona tu kakimbie katoroke, kwa sababu una yule aliye na mamlaka. Unalala naye, unaamka naye, unatembea naye. Siku uliokoka aliingia akasema, mimi na baba yangu tukafanya makao. Revelation chapter 3 verse 20. Na bisha mlango, yule atakayefungua nitaingia, na mimi na baba tutafanya makao, tutakula pamoja naye. Hallelujah. Bwana sifiwe. Uko na mamlaka ya kuongea jambo juu ya kanisa na mambo inabadilika. You have that authority kusema hii na kataa. Mwaka huu tutapitia ukame, financial embarrassment.
today mimi nitakuwa billionaire, mimi nitakuwa sponsor of this church. It is able kwa sababu a man of authority anaongea na vitu vitakutii. Haleluya, Bwana sifiwe. Hiyo authority ndio Yesu alikurudishia. Na chapter 10 ya Luka verse 1 akaita tena 70. Alipowaita akatuma wawili. Verse 17 wakarudi na furaha, wakarudi na ripoti, wakasema Bwana, kule umetutuma mapepo inatutii kwa jina lako, wagonjwa wanapona. Yesu anasema hiyo ni kitu kidogo. Iliona shetani akianguka kama umeme. Tazama, nimewapa mamlaka ya kutembea juu ya joka na nge na nguvu zote za giza. Hakuna pepo itakayoweza kuwadhuru. Msifurahi tu kwa sababu mapepo na watii, lakini furahini kwa sababu majina yenu imeandikwa mbinguni. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. You are not useless Christian. No. Hauko Mkristo kawaida. There is no ordinary Christian. Wewe ni Mkristo kawaida. Shetani anakuogopa. Ndoto mbaya inakusumbua, amka usiku, kemea. Itaenda. Bwana sifiwe sana. Mark 16:17 inasema, tazama ishara itakaoambatana na wale watakaoliamini jina lako. Tazama ishara itakaoambatana na wale watakaoliamini jina lako. Watafanya nini? Utatusomea pa. It's not only apostle, it's not only pastor, all believer. The promise said, sisi wote, all believers, sote. Mark 16:17 mpaka 18. Mark 16. Mark 16:17 mpaka 18. Kuna mtu amepata hapo? Mark 16. Utatusomea. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu. Watafanya nini? Watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Amen. 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 Praise God. Unayo mamlaka, unayo uweza. Usiogope. Mali unaenda kutembelea rafiki, unakuta magonjwa kimapepo, ombea yeye, atapata uponyaji. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Authority, spiritual authority. Tunaongea watu wa mamlaka, atubatishi. Tunaongea na authority, tunaimanisha vitu tunaongea. Ndio kwa sababu tunaombea watu wapate kazi, tunaombea watu wapone, tunaombea watu wasafiri, kwa sababu tunajua Yesu alitupatia mamlaka na njia inafunguka, malango inafunguka. Ukisoma John 14:12, Biblia inasema, amina amina nawaambia, yule aliamini yale kazi nafanya
naye atazifanya kubwa kuliko zile nilizozifanya. Huyu ni Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa nini unajidharau? Kwa nini unajiweka tu Mkristo kawaida? Wewe sio Mkristo kawaida. Tuamke. Wewe sio Mkristo kawaida. You are powerful Christian. Mapepo inapokuona inakuogopa, lakini wewe unaogopa. Authority. Pokea hiyo mamlaka kwa jina la Yesu. Ujielewe, usiogope tena from today. Usiogope tena. Pokea hiyo mamlaka katika jina la Yesu. Receive that authority in the name of Jesus. Let the Holy Spirit anoint you for miracle, anoint you for wonder in the name of Jesus. Wewe sio Mkristo kawaida, wewe sio Mkristo ovyo ovyo, wewe sio Mkristo tu wa kawaida wa kukaa pakiti. Wewe ni Mkristo wa nguvu na mamlaka.